soko Nyaga. Mimi nilikuwa nimeendea kazi. Na tulikuwa tunatoka kazi. Na wakati nilikuwa natoka soko na ni asubuhi na mapema. Hebu sikiza Nyaga. Gari kumbe imepoteza brake. Hakuna mtu mwenye anajua. Ha? Nyaga ukisema ushukishiwe saba, gari inaenda kusimama uko mbele. Unasikia mtu mwingine anaanza kusema wewe dereva una akili. Wewe unjinga sijui nini. Sasa unatukana mama. Ujui ni kwa nini huyu dereva amesimamishia huko? Hey. Nyaga. Najua venye makanga aliniambia. Watu wa hii gari imepoteza brake. Dereva atafanya nini? Utafanya? Na wewe hata kama wewe dereva utafanya? Nilirudisha mawazo nyuma. Na zile matusi dereva alikuwa ameekelewa na makanga wake. Yeah? Wacheni tukuange na mafikirio za zingine. Tukuange tunafikiria kitu kingine za zingine. Kwa saa hii Wanjiko ile ningetaka kuhamisha wazazi wenzangu tukimalizia. Tafadhali tunaelekea msimu wa Christmas. Na msimu wa Christmas kuna mambo mingi. Jamani, hata kama anaenda ushago ama anaenda wapi, angalia mtoto wako. Umepewa tu ni muda wa miezi ngapi? 2. Na hiyo ni kitu ya kutaka kujua kama ya kwamba unaweza angalia mtoto wako hata bila hiyo shule. Kwa hivyo kama unashindwa na mtoto kwa miezi 2 na mwalimu unataka fanya nini? Na mwalimu anakaaga na mtoto miezi 3. Miezi 3 miezi bila kumwashiria. Bila kumwachilia. Imagine. Na saa hiyo akipea mtoto wako nidhamu, unaenda kumtukana mahali pale. Unaenda kusema walimu wanaonea mtoto wako. Mtoto anaweza onea aje na mwalimu? Kwani walimu huyu ni mwenda wazimu? Tazama ni yale mambo ambayo tunafanya katika manyumba zetu. Ile matusi ambayo tunatusiana pale kwa nyumba zetu ndizo zinapelekwa shule. Na mtoto akipewa adabu sababu ya kuitana hiyo majina, wewe na wewe mzazi mwenye ako na akili timamu unainuka kwenda kutukana mwalimu wako. Unataka kukutana na huyo mwalimu mpaka unamkujia. Unataka kukutana na huyo mwalimu. Mpaka anakujaga 10. Si ndio? Mimi ni wangapi nimeona ati mzazi anatoka na huko anachapa mwalimu kofi ati sababu alichapa mtoto wake. Mtoto anaweza chapa anje bila makosa. Kwanza unafaa kuuliza mtoto, wewe ulifanya nini? Ndio uchapwe. Ulifanya nini? Asipokuambia vizuri chapa. Akikwambia ni mwalimu amenionea, enda kwa hiyo shule, usiende kwa maasira. Enda uulize mwalimu kwa utaratibu ni nini kinaendelea katikati ya huyu mtoto. Usimwambie ni ati ni mwalimu mwenye makosa. Ni nini mtoto huyu alifanya nini? Sikiza mwalimu vizuri. Usikize mwalimu vizuri, lakini si kuenda kwa makasiriko yako. Sababu hiyo makasiriko yako inapea huyu mtoto nguvu tena Wanjiko na kutenda maovu. Ati mtu ameumwa. Ate mtu ameumwa. Unaumwa na nini? Hebu imagine mtoto akifanya makosa. Mimi kama Wanjiko namkosoa. Nyaga. Na wewe unakuja ukiwa mwanaume hivyo huko. Unakuja kutukana Wanjiko. Wewe umenichapia mtoto. Sijui ni nini. Unasahau ya kwamba pia mimi ni mzazi kama wewe. Mimi ni mzazi pia. Mimi nasahau Wanjiko. Mimi Wanjiko nasahau Nyaga wewe ni mzazi kama vile mimi ni mzazi. Kwa hivyo mimi niache kuona Nyaga unaweza nipigia mtoto bure. Okay. Sasa wasikilizaji wetu ama watazamaji wetu, sababu ya muda naona director wangu ameanza kuniangalia na jicho ya side. Ukiona wakati utakapoona kuku inaangalia juu na jicho ya side, jua kuna mwewe. Kuna nini? Kuna mwewe ambayo inataka kuchukua kifaranga. Sasa director wangu ananiangalia kwa jicho ya side akitaka kuniambia kwamba tunaenda kinyume na masaa. Tunakula masaa ambayo ni ya wengine Wanjiko. Kwa hivyo sababu ya muda na wakati, sisi leo tumesoma mambo mawili. Wacha kuinukia watumishi wa Mwenyezi Mungu. Wacha kuwainukia wale ambao Mungu amechagua. Ujue ni sababu gani alimchagua akiwa vile alivyo kabisa, ili akaweza kusimama katika madhabahu na kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Mwingine anasema sikiza kile ambacho ninachokuambia, lakini usitende vile mimi natenda Wanjiko kabisa. Sababu neno la Mwenyezi Mungu linakuambia hivi. Labda mimi ninakuambia vizuri, lakini unajua majaribio nayo yanakujanga, unapata mimi ninapata niko katika hali nyingine. So uache kuangalia ni yapi ninatenda.
sikiza kile ambacho nimekuambia kutoka neno la Mwenyezi Mungu. Ya pili nayo tumesema sahihi ni wakati kuna mfungo wa shule. Watoto wako likizo. Jameni, wazazi wenzangu, tuangalie watoto kwa makini zaidi. Wacha isikue kuna mtoto atafungua shule sababu ya weakness yako. Wewe mzazi, utaki kujua kama mtoto ameshinda wapi, utaki kujua ya kwamba mtoto ametembea na nani. Wewe unapata tu mtoto anatembea, anatoka asubuhi anarudi jioni. Jamani, tuchunguze zaidi watoto wetu wanatembea na kina nani, ili wakaweze kuwa na maisha marefu na mazuri kabisa. Hiyo tu ndio tulikuwa tunataka kuambia siku ya leo. Ndio Mungu ametuambia tukuambie. Si ati ni by the way Wajiko, watu wengi mnaona ni kama tunasoma karatasi. Si ati tumeandika. Hatujaandika. Tunaangalia kile ambacho Mwenyezi Mungu ametutayarisha nacho Wajiko kabisa. Si kuandika tumeandika kwa maorodha zetu hati pale tunakuja kusoma, hata sijui mwisho tulionana na wewe Wajiko lini. Tumekawia. Tulionana na yeye wakati tulikuwa hapa tena. Kumaanisha ya kwamba kuna connection Mungu anataka tufanye pamoja kabisa. Na ndio sababu napatanga nikiongea Wajiko na yeye anaongea kwake inakuja inapatana. Kwa hivyo wewe mzazi ambao uko na watoto, jamani, tuangalie sana. Nikifunga kuna kitu tuliongelelea na bado nitaiongelelea tena. Vitambulisho watoto wapewe. Sio ati wakuja kuharashiwa ama kuharakishwa na huko kwa barabara na mapolisi. Mimi kwanza kuna kitu moja inanisagasa nyaka, wacha nikuambie. Sababu ya kitambulisho. Ati watoto wanapewa kitambulisho. Mtoto anarudi anaambiwa, akienda mahali anaambiwa kitambulisho haiko kwa system. What is that? Kitambulisho imetoka lakini anaambiwa ati haiko kwa system. Lakini wakati utaenda kuchunguza kwa vile anaangalia anasema iko kwa system. Kwani what is that? Ilitoka juu ikaanguka pu. Nyanga ni nini hiyo? Kwani wanapewa watoto vitambulisho zenye haziko kwa system? Ama ni ya mwingine ikaenda kafutwa jina ikawekwa yako. Ati haiko kwa system. Hata hiyo ya kufuta si iko kwa system. Ati haiko kwa system. Jamani, mimi hiyo kitu imenishangaza. Tafadhali wa serikali yetu tuangalie sana kuhusu hawa watoto wanaotoka shule na wanakuja kutangamana na watu wengine. Kwa hivyo usipowapea kitambulisho kwa haraka iwezekanavyo, utapata kuna unaona industry area ijaja, kuna Kamukunji ijaja, King'ong'o ijaja na Kamete ijaja, na kwingine nasikia kuna itangwa nini sijui, kuna Shimoratewa huko hakujaja. Na mnajaza watu ambao mungesaidia. Kwa hivyo watoto wapewe kitambulisho jamani. Na ziweko kwa system. Na hiyo inaikuwa kwa system. Wachani hizo vituko. Hiyo ukora ni ukora Wajiko. Ndio huyu mtoto akienda kuuliza kitambulisho tena aanze fresh huko. Kama ni pesa mnataka msimenisi. Kama ni pesa si serikali mnasema mko na pesa. Serikali inasema iko na pesa, ama iko kama hakuna pesa ya vitambulisho mseme. Hiyo kitu ni nyuma, sababu niko na watoto wana vitambulisho wanasema wako na waiting inakaa miezi 3. Waiting uko na waiting kwa ikae miezi 3. Huyu mtoto arudi apewe kitambulisho, aambiwe haiko kwa system. Huyu mtoto mnampeleka wapi? What is that? Siko kasirika, ni tuangalie tunaenda na njia gani jamani. Sawa. Kwa hivyo Wajiko, sababu naona director yetu ameniambia X ni kusema ati director ananiambia X, sijui X hivi ni kusema anasema twende tutoke hapa kwa hizi vitu ati tunachokeza vitu bure. Kwa hivyo director wetu tunakupenda na Mungu akubariki sana. Asante kwa muda na wakati ambako umekuwa pamoja na sisi. Nyinyi ambao mnao tutazama, nyinyi ni wa maana sana. Nyinyi ni watu hata siwezi sema Mungu aliwaumba kwa sababu na imagine you are fearfully and wonderfully made ukiwa mahali uliko.
Mungu anakupenda sana na hakuwa na kasoro akikuumba wewe. Alikuumba kwa sababu ako na haja na wewe. Kwa hivyo Mungu akubariki na watendee mema. Nataka tuombe Wanjiko tukaweze kumalizia kabisa. Baba, ninakushukuru, ninasema ni asanti. Asanti kwa asubuhi njema ambao Bwana umetupea. Mungu wetu, tunajua ya kwamba hiyo neno ambao tumeongea katika hii madhabahu hii ya siku ya leo, katika hii mesa yako Jehova Njira, tunajua ya kwamba kuna mtu ambaye umeandalia hiyo neno likaweza kumuinua. Mungu wetu, tunajua ya kwamba unaenda kutenda makuu katika hii mesa yetu ya Mungu wetu ya siku ya leo ya Ujijue. Bwana wetu, tazama watoto wako katika likizo ya mfungo wa shule wa Christmas. Jehova, tunajua ya kwamba Mungu wetu ndio, wacha tukue na uangalifu mzuri katika watoto wetu Mungu wetu, lakini tupe nguvu na waangalie wewe mwenyewe, ili uongo wetu ukaweze kuwaepusha na wale mwovu shetani. Mungu wetu, tutakapoenda kazini zetu na kupata familia yetu ikiwa ya salama, Mungu wetu, tutazidi kuinua jina lako na kulitukuza. Jehova Mungu wetu, tunasema ni asanti hata kwa Wanjiko ambao Bwana tuko na yeye katika hii mesa hii ya siku ya leo ya Wimenye. Jehova Njiri, tunakuomba ukazidi kumbariki na kumuinua. Mungu wetu, nakemea roho yule chafu ambayo anamuinukia kinyume na mapenzi yako. Wacha Mungu wetu huyo shetani akaweze kukaa katika shimo la giza na akaweze kufunikiwa hapo, ili asiweze kumuona yeye na kazi yake na familia yake, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, tunakuomba Bwana wa mabwana, ukaweze kubariki familia yangu ikiwa mahali iliko. Jehova Mungu wetu, ukaweze kuwabariki, ukaweze kuwafunika na damu takatifu ya Yesu Kristo, aswa kwa wale ambao wanafanya mtihani wa kidato cha 4. Jehova Mungu wetu, ukaweze kuwa pamoja nao. Mungu wetu, ukaweze kuwapea matunda ambayo walikuwa wanatafuta kwa miaka hili ambao walikuwa shule. Mungu wetu, nitakapoona wametoka na ushindi, sifa na shukrani ni kwako, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. 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 Kwa hivyo mbarikiwe sana na mkuwe na Sunday njema ya baraka. Tunawapenda. Kwaheri. Kwaheri. Wanjiko, Mungu akuwe na wewe. Amen. Na wewe Mungu akulinde. Amen. Yakana ukitoka hapa siku ya leo na kuitishia baraka kutoka kwa Mungu. Amen. Amen. Yeah.